Ni ndoto kubwa sana kwa watu wengi kusafiri kwenda ughaibuni kutafuta riziki ili kukimu familia na hata kupanua mipaka ya utajiri katika familia. Watu wengi huanza safari hii wakiwa na matarajio makubwa bila kujua kinachowasubiri mbele. James Samunga ni mmoja wa Wakenya waliosafiri kwenda ng'ambo akiwa na matumaini makubwa, lakini bila kujua kwamba alikuwa ametekwa nyara. Kufika Thailand, hapo ndio tulikuja kupata kuwa si ati ni kazi tumeenda kuuzwa, kumbe si. Na nikaambia marafiki wenye tulikuwa nao, mkiona gari yenye tatukujia hapa si ile gari yenye ilituleta jana, mjue ni kuuzwa tu. Shoki inapigwa kando yako ndo uelewe venye kunaendaga. Tukaona majamaa wameanza kurukishwa frog jump. Wanarukishwa frog jump hapo. Wengine wamesimama kwa another plastic, something ni plastic hivi, alafu iko na spikes. In case ukuje ulizwe anything, tulikuwa tumeelewana, in case ukuje ulizwe anything, wewe kufa kivyako, usijaribu peana mwenzako, hata ufanyiwe. Niliingia ndani ya shimo, nikavuruta matawi ya ndizi yenye mekauka, nikajiwekelea juu. So time walikuwa na Unapoangalia mazingira yanayozunguka majengo haya unaweza kudhani ni viwanda vya bidhaa mbalimbali. Lakini kwa hakika hii ni Myanmar, nchi inayopakana na Thailand. Ndani ya eneo hili watu kutoka mataifa tofauti wametekwa nyara na kulazimishwa kufanya kazi ya ulaghai. Held against their will in an operation involving crime syndicates, these victims of human trafficking are forced to execute cryptocurrency. Kuondoka katika eneo hili kwa hiari yako ni jambo gumu sana, kwani lina ulinzi mkali wa magenge ya mafia kutoka China. Kwa waathiriwa wengi, safari yao huanza kwa matumaini ya kazi nzuri na mshahara mzuri. Wanaidiwa nafasi za ajira kabla ya kusafiri kwenda Thailand, wakidhani wanakwenda kuanza maisha mapya, lakini badala yake wanaishia kuuzwa kwa makampuni haya ya ulaghai, ambako wanalazimishwa kufanya kazi bila malipo, wakiwa wafungwa wasio na njia ya kutoroka. James alikuwa mmoja wa waathiriwa hawa. Alikuwa na matumaini makubwa ya kuanza kazi kama mpishi mjini Bangkok, baada ya kuahidiwa nafasi hiyo na wakala mmoja. Nilitoka hapa naenda kutafuta kazi pande za Thailand. Kuna madam fulani rafiki yangu aliniorganizia. Hiyo time nilikuwa nafikiria ni rafiki yangu, lakini kumbe yeye alikuwa hapo kujibenefit yeye mwenyewe. So akatutoa hapa ati tunaenda kazi Thailand. Tukang'ang'ana na the process, akatusaidia mali ilikuwa inafaa tusaidie. Tukafika Thailand. Kufika Thailand, hapo ndio tulikuja kupata kuwa si ati ni kazi tumeenda kuuzwa, kumbe tumeuzwa kwa hizi scam centers. Nikirudi nyuma kidogo, tulitoka hapa tukiwa watu kama watatu. Ilikuwa mimi, another brother anaitwa Nathan, na another sister anaitwa Eunice. So tukakutania, tuko tunajuana. Mwenye tulikuwa tumejuana na yeye kidogo ni yule jamaa anaitwa Nathan, sababu tulipatana na yeye kwa embassy. Na tuko na agent mmoja mwenye alikuwa anafaa tupeleke huko. So hiyo ndio tulikuwa tunajuana tu. So tukang'ang'ana na process, tukamalizana na process, tukafika Thailand. Kufika Thailand, tuliresiviwa kama wafalme. Tukajua tumeangukia yenyewe, hii ndio kazi. Safari yake ilianza bila wasiwasi wowote hadi walipowasili Thailand, ambako walikutana na mwanamke mwenye bango lenye picha zao na majina yao. Bila kusita waliandamana naye wakiwa na imani kwamba anaenda kuelekeza kwenye kazi walizoahidiwa. Bila kujua agent wetu amefanya nini, ashatuuza. Alikuwa na interest sana ku make sure sisi tumefika. Alikuwa anauliza maswali, lakini time tulifika hivi, hizo maswali zikakoma kabisa. Hata tukiwa on the way kuenda kwenye tulikuwa tunaenda, nilikuwa najaribu kumtext, reply sasa. Tukajaribu kumpigia, hashiki simu, kumaanisha yeye amemaliza kazi yake, ashatu deliver. So hapo kwingine ni ameachia au ma Chinese cartels wafanye nini,
waendelee na kazi yao. So tuliingia kwa gari. After tumefika airport, photos zilikuwa mingi sana. And another thing is that how as in hiyo coordination yenye walikuwa nayo ilikuwa as in ya hali ya juu. Vile mimi niliona as in, nilianza kunotice mimi, lakini sikuwa sure ya ni nini mbaya, sababu vile tulishuka hivi kwa ndege tulikuta another lady ameshika abana yenye iko na majina zetu watatu na picha. Tukaenda kwa hiyo madam akatuweka kwa hii club car. So tukaanza kujiuliza, pilot wanatembea kwa miguu, sisi watu bure kabisa tuko kwa club car. Tukasema yenyewe basi hii kampuni ni kampuni kubwa. So tukaenda venye tulienda, ilikuwa very long journey. Ilikuwa a journey of like 9 hours. Tukafika another town called Mysot. At that time sikuwa najua hii place inajiita Mysot, sababu ni town yenye iko karibu kwa mpaka ya Myanmar na Thailand. Ni mpaka kwa Myanmar na Thailand. On the other side ni hiyo town inajiita Mysot. Hiyo side ingine ni hiyo ni Myanmar sasa. So tukafika hapo, tuko tunajua ni wapi. Tukafanya nini? Huyo dereva katuambia, mtalala hapa, safari yenu mtaendelea kesho. Tukasema ni sawa. Si tukaingia kwa rooms, tukalala. Tulikuwa tumekombolewa 2 rooms, one for the lady and one for 2 of us. Tukaingia, tukalala. Kesho yake asubuhi nikakuwa nimeingiza wasiwasi. Hali ya wasiwasi ilianza pale walipobadilishwa kutoka gari la kwanza hadi la pili. Na zaidi ya hayo, waliokuwa wakiwasafirisha walikuwa wamejihami kwa bunduki. Ilikuwa dhahiri kwamba walikuwa wameingia katika mtego mbaya usio na njia rahisi ya kutoka. Safari hii iliendelea hata baada ya kuvukishwa mto Moi kabla ya kufika kwenye viwanda vya ulaghai. Na nikaambia marafiki wenye tulikuwa nao, mkiona gari yenye tatukujia hapa si ile gari yenye ilituleta jana, mjue ni kuuzwa, tumeuzwa. Sababu kitu ilituma niseme hivyo ni nimeona movie mingi na kuona hizi movie kadhaa kwa hizi movie bado vitu zenye zinafanyika kwa movie ni vitu bado zinafanyika in real life. So nilikuwa tuna speculate ni kitu kama hii inafanyika. Na ukweli gari yenye ilitukujia ni gari different, si yenye ilikuwa imetuleta jana yake. Hii sasa ni gari ya pili ilitukujia. Hii gari katu drive for 30 minutes. Kututoa kwa airport mpaka kwa ni mwenye alituleta jana yake alikuwa ametu drive for kitu 9 hours. Sasa huyu ametu drive for kitu 30-40 minutes mpaka kwa mpaka. Kwa hii mpaka, so sisi bado hatujui tunaenda wapi, sisi bado hatujui kama tuko in the same country, unaona? Hatujui kabisa. So hapo kwa hiyo harakati tukapelekwa kwa a river. Unaweza fikiria tu, yani maybe tulikuwa tunajua kazi yenye tunaenda kufanya iko kwa island. Kwanza tukienda tulikuwa tumeambiwa, mtu kama mimi nilikuwa naenda kama chef. Nilikuwa naenda kufanya kazi kama chef. Lakini kufika kumbe si hiyo. Hao wengine pia walikuwa wamedanganywa na zao. Kuna mwenye alikuwa ameambiwa anaenda front office, kuna mwingine alikuwa ameambiwa anaenda kufanya kazi ya supermarket. Kumbe hakuna kitu kama hiyo. So tukafika kwa river, tukavuka river. Sasa hiyo hatujui kama bado tuko the same country ama tuko a different country. So time nilianza kuona different number plates, different police uniform. Nikaambia wenye tulikuwa nao, hapa tuko in another country. Hatuko in the same country yenye tulikuwa. At that time sikuwa najua ni country gani, but nilijua tu tuko in another country. Nikaangalia number plates ni different kabisa na za Thailand. Nikaangalia uniform ya polisi ni different kabisa. Hapo tukapata gari ingine na tungoja, gari ya 3 sasa. Hii gari ya 3 ilirudi ikatuchukua, ikatupeleka kwa garage mahali fulani. Kwa hii garage sasa tulipata gari yenye inafai to drop mpaka kwa kampuni yenyewe. Tukapata hiyo gari inafanya nini? Hiyo gari inatungojea hapo. Tukaingia ndani ya gari. Hii gari ikatutoa hapo kwa hiyo haikuwa gara, ilikuwa car wash. Ikatutoa hapo kwa car wash, ikatupeleka sasa kwa hii camp.
mahali tulikuwa tunafanya nini, tunafaa tuende tufanye kazi. Si kufika kwa camp, tukaona camp iko as in imenyamaza, kuko empty. Tukashangaa huku ni wapi mahali wametuleta. Juu tunaona ni kama hakuna watu kabisa, ni sisi ndio tumefika kwanza. Kumbe hiyo time watu already walikuwa kazi. So mwenye alikuwa ametuleta akatuambia, mtaenda mlale, after mmelala mtaingia kazi kesho. Endeni mpumzike juu ya kusafiri na nini. Endeni mpumzike, mtaingia kazi kesho kuanzia saa 11. Kuanzia saa 11 mkuwe tayari, mwamke, mkuje mkule hiyo saa 11. Saa 11:30 mtaingia ofisi, mwanze nini? Mwanze kazi. Nikajaribu kuuliza, ni kazi gani hii mnajaribu tunakuja kufanya hapa, sababu sioni hoteli yote. Juu mimi nilikuwa nakuja kufanya kazi kwa hoteli, sioni hoteli yote. Akajifanya ajui English, akaniambia mimi nimeambiwa nikwambie hiyo, na yeye akafanya nini? Yeye akaenda. Akatuacha hapo. Kutuacha hapo, sasa hizo washachukua passport, wamechukua nini? Wamechukua mpaka inaitwaje? Wamechukua passport na simu zetu. Kama mimi nilikuwa na simu 3. Time niliona wanachukua vitu hivyo, nikaona wacha nisiwapee zote. Nikajibakishia simu moja, nikawapea simu 2. Au marafiki zangu wakawapea simu zao zote. So tukaingia, wase wengine wakatuletea beddings. I think hao ndio wamekuwa designated, msee akiingia hao ndio wanampea beddings, akina shampoo, hizi vitu basic za kutumia. Tukapewa, tukapelekwa kwa room, tukaambiwa sasa hapa ndio mtakaa mpaka kesho jioni, nyinyi muingie mlale mtulie, mtaanza kazi kesho yake jioni. Tukasema ni sawa. Tukaingia hapo, mimi na huyo jamaa anaitwa Nathan, huyu lady mwenye anaitwa Eunice akapelekwa room ya ladies kwingine. Si tukaingia tukalala juu tulikuwa tumechoka sana. Tukaamua kulala. Tukalala mpaka kesho yake. Kesho yake ilikuwa sasa, hii ni date 5 sasa. Date 5 tukaingia kwa hizi ofisi. Kuingia kwa ofisi, kitu ya kwanza yenye unaona ni watu wamekaa kwa PC, wamekaa kwa kompyuta. Wewe ukipiga hesabu, huko umekuja kazi yote ya ofisi, huko umekuja kufanya kazi yote ya kompyuta. Juu interview yenye tulifanyishwa ni interview ya kompyuta. Nilikuwa nimefanya interviews before za chef. So aliniambia, mwenye alikuwa ananirecruit aliniambia hakuna haja upeane interviews zingine. Already nilishatuma videos zako za kupika, venye ulikuwa unapika na zenye tulikuwa tumeongea. So hizo already nilishatuma. So yenye wewe utapiga, yenye tulikuwa tumefanya ni video ya kufanya nini? Ya typing speed, kupima speed ya typing. Nikasema ni sawa. Tukapima typing speed, sikuwa mbaya sana, nilikuwa kitu 26-27. Nikaambiwa niko sawa. So kufika kwa hii room, nikaanza kuuliza maswali. Kumbe watu wapendi maswali. Kwanza makosa yenye nilifanya, kitu ya kwanza, juu nimefika kwa hii room niko na simu yangu. Nimeitisha saa hiyo simu sababu walikuwa wamechukua jana yake. Nikaambia juu sijaongea na familia yangu, wajue kama nilifika ama sikufika. Nataka niongee na mzazi, nimwambie nilifika salama, naendelea poa. Na juu hata niko na familia, bado ni inform familia nimefika vizuri, niko salama. Ni kazi nafanya nini, already nimeanza kazi. Kunipea simu, mimi sikuwa najua sifai kutuma location. Nikatumia another friend anaitwa Teacher Henry, nikamtumia location. Kumtumia location, kuna huyu jamaa baadaye tulikuja kujua ndio alikuwa ni leader, juu sikuwa namjua at that time. Ni leader, yeye ndio anakufundisha wewe, yeye ndio ukiingia sababu ujui anything na nini, yeye ndio anakufundisha everything. So huyu leader akanikuta nikituma location. Hapo hivyo akaninyang'anya simu immediately, wakaanza kunichunguza wakiuliza kama mimi ni polisi ama nini. Nikamwambia si polisi, nataka tu kuinform wazazi na wazazi wajue mali. Hapo ndo niliambiwa ukiwa kwa hii compound hakuna simu yenye inatumika, hakuna venye unaruhusiwa kutuma location, hakuna venye unaruhusiwa kuambia hata familia yako uko wapi. Nikawauliza sasa hii ni kazi gani yenye hata familia yako haifai kujua uko wapi, na hao ndo walituma uende huko kutafuta. Wakaona nimeuliza maswali sana, walitoa shock. Wako ni tase hiyo masazi, wako nipiga shock. Kitu walifanya ni tumekaa naongea na mtu hivi, mwingine alitokea nyuma na hiyo shock akaipiga hapa kando ya masikio yangu.
hiyo sauti peke yake ikanishtua. Kuangalia reaction ya watu wengine, watu wametulia, wameinamisha kichwa, ni kama wataki waonekane kabisa. Nikaona yenyewe hapa hata mimi nafaa nitulie, sababu hii reaction yao watu inafaa inionyeshe kuwa ni watu already washaingizwa uoga, wameshaogopa juu mimi nikiendelea kufanya hivi nitaumizwa in a way. So tukakaa chini, tukapewa script. Kuna script yenye tulipewa, tulikuwa tunafaa tuisome for 15 days. Hii script ilikuwa kuhusu, iko na day 1, day 2, day 3 na day 4. Hizi siku hii script ni ya kukuguide venye utakuwa unaingiza client box. Ukishawaingisha box, venye unafaa ufanye step by step from day 1, day 2, day 3, day 4. Tukasoma hii script for the 15 days. Kila siku unafaa uisome. Hii script ni unafaa ukatie jamaa, ukishamkatia aingie box. Ukishaingia box, kuna kazi utajifanya ni kama unamfundisha. Ukishamfundisha hii kazi atakuwa interested. Juu ukishamfundisha hii kazi kuna ile commission, ni kama atakuwa anakusaidia. After amekusaidia kuna ile pesa yenye unafanya nini? Unatoa, as in kuna ile pesa yenye unampea kama commission. Unamwambia ulinisaidia, kuna commission yako hapa hivi, nitafanya nini? Utamtumia through Binance ama OKX. These are cryptocurrencies zenye utafanya nini? Utamtumia nazo. So tukasoma this script for the 15 days. After 15 days tukaambiwa sisi watatu vile tulikuja, sababu sisi ndio tulikuwa tumekuja late. Tukaambiwa to exchange number between the 3 of us. Mwingine atunge chat sisi watatu tukiwa pamoja, juu unafaa kuwe una chat na mtu mmoja specific. Juu sisi bado ni mamono, sisi bado hatujui kazi. Unapewa namba. Sasa so tumekuja na mtu. Huyu mtu anapewa namba na mimi niko na namba yake. So tunaanza kutumia ile script kufanya nini? Kuchat. Hii chat, huyu jamaa anaitwa leader, yeye ndio atakuja aipitie, aone kama zile vitu zenye tulisoma kwa hii script tumeshika ama tujashika. Yeye ndio ataamua kama tutaenda the next step ama tutaendelea kufanya nini? Tutaendelea kuchat, tujue hizi vitu, tujue kila kitu, tujue the process, tujue. So tukaendelea kufanya hivyo kidogo kidogo, juu sisi tulikuwa tumekuja tulianza kazi around date 15. Tulikuwa tumeambiwa tukifika the first 15 days huwa wanalipana by date 15. Huwa walipani on 30th au wanalipana on 15th. Tulikuwa tumeambiwa tukifika, sababu tutakuwa tunafundishwa tutalipwa our first salary on 15th. Je, James aliweza kulipwa? Ungana nami katika sehemu ya pili, utekaji nyara katika nchi ya Myanmar.